yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Hakika usitupite, maana tuna haja na wewe, na tumekuja kwako mema. Tumekuja kwako wewe uliye msaada wetu. Baba, tunaomba uwe pamoja na sisi unapozuru wengine. Bwana, usitupite, ukatuhudumie sawa sawa na mapenzi yako. Kila mmoja kwa nafasi yake Bwana, akakutane na haja yake kwa kila ambacho Bwana umetuandalia tena jioni ya leo. Tunazifungua mbingu zilizo juu ya vichwa vyetu na kuisemesha ardhi iliyo chini ya miguu yetu, tukiomba neema yako Bwana ikawe pamoja na sisi, ukatuwezeshe sawa sana mapenzi yako. Baba, niko tayari, nitumie kama chombo chako cha sifa kilichotengwa kwa kazi yako iliyo njema, ili utukufu na heshima na adhama na nguvu vikurudie wewe peke yako uliye juu sana. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba, amen. 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 Pigie tu Yesu makofi. Haleluya. Mungu awabariki praise team. Ongeza tu makofi. Makofi ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Yaani hayo makofi ningesema nipigieni mimi, mungepiga hata hayo. Lakini kama ni ya Yesu sidhani kama yanamstahili hayo. Pigie tu Bwana Yesu makofi na vigelegele vya shangwe. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yesu anastahili sifa. Kiona tu amekupa neema ya kuwa hai mpaka leo, mtukuze sana. Weka mkono wako kichwani. Weka mkono wako kichwani. Sema, Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na kuja mbele zako kwa moyo wa shukrani. Uliyenipenda upeo, umenipa hii neema ya kufika jioni ya leo. Umekuwa nami tangu asubuhi, ukanilinda mchana, ukanipa alasiri, na sasa ni jioni. Ni kwa mkono wako nimefika hapa. Umenilinda salama na kunifikisha katika nyua zako, na kuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba, ninaomba rehema mahali popote nilipokwenda kinyume na mapenzi yako. Naomba unisamee, naomba unihurumie. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zangu na fahamu zangu, kama ilivyoandikwa, uliwafungua wanafunzi wako akili zao ili wapate kuelewa na maandiko. Nami nakuomba katika jina la Yesu, fungua akili zangu, fungua ufahamu wangu, ili nipate kuelewa na neno lako unalolituma kwangu tena jioni ya leo. Maana imeandikwa, neno lako halitakurudia bure, bali itatimiza yale makusudi uliyolituma, katika jina la Yesu. Asante Yesu, kwa sababu ninapokea yale mapenzi yako kwa utukufu wa Yesu. Asante Roho Mtakatifu, maana utanifundisha na kunielekeza na kunionyesha njia inipasayo kuiendea, na jicho lako likinitazama, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. 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 Natamani kabla hatujapata kila ambacho Roho Mtakatifu atatufundisha, tuzichemshe mbingu na nchi kidogo. Amen. Inua mkono wako mbele za Baba. Uwe tayari kwa ajili ya kuomba. Leo ni siku ya tarehe 20 ngapi? 29. Tumebakisha siku ngapi? Siku 2. Kama rahisi hivi kusema kwamba tumebakisha siku. Hizi siku 2 zilizobaki ni sawa na siku 1000. Jambo lolote linaweza kutokea. Na Biblia inasema, Yesu anasema hivi, nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Sio tu nyakati za mwisho tu zile za kwamba huu ni wakati wa mwisho, maovu yanaongezeka. Nilikwambia katika lango la mwisho na mwanzo kuna vita inapiganwa. Kwa hiyo ni nyakati ambazo ni hatari kuliko hata tulivyokuwa katikati ya miezi iliyokuwa katikati.
Inua mkono wako mbele za Bwana. Sema, Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kuja mbele zako, maana imeandikwa, wewe ni Mungu unayetuwazia mema, nami ninajua unaniwazia mema kuliko ninavyowaza na ninavyofikiri. Na kuja mbele zako Baba, katika jina la Yesu ninaomba, Bwana, usimame na mimi niweze kumaliza salama. Bwana Yesu, uwe upande wangu, maana imeandikwa, Bwana akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Nami nakuomba Yesu, ukawe upande wangu niweze kumaliza salama katika siku zilizobaki, kwa kuwa imeandikwa siku za mwisho zitakuwa za hatari. Katika jina la Yesu, najua ndani ya siku hizi kuna mambo mabaya ambayo kuzimu imeyapanga. Ninachokuomba Yesu, simama upande wangu, simama upande wangu, maana ukiwa upande wangu hakuna anayekuwa juu yangu. Haya, nenda mbele za Bwana, mwambie, Baba, kuwa upande wangu, nisaidie niweze kumaliza salama katika siku zilizobaki. Ndani ya siku hizi mbili, kamata tarehe 30, kamata 31 na masaa yaliyobaki ili kubadilisha siku. Mwambie, Bwana, simama upande wangu ili niweze kuvuka, ili niweze kumaliza salama katika jina la Yesu. Omba mtu wa Mungu, mwambie, Baba, niwezeshe ukawa upande wangu, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana katika jina la Yesu. Kwa upande wangu, kwa upande wangu, kwa upande wa watoto wangu, kwa upande wa ndoa yangu, kwa upande wa kazi yangu, kwa upande wa biashara zetu, kwa upande wa familia zetu na ndugu zetu. Bwana Baba, ukawa upande wetu, maana umesema ukiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Hakuna anayeweza kuwa juu yetu. Sio ajali, sio magonjwa, sio mauti, sio vifo. Hakuna kinachoweza kuwa juu yetu, kwa kuwa Bwana utakuwa upande wetu katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Baba, naomba ukawa upande wangu, kaniwezeshe Bwana, kaniwezeshe Bwana, kanisimamie Bwana, kanitetee Bwana, kanipiganie Bwana. Baba, ukawa upande wangu. Mwambie Baba, uwe upande wa watoto wako, kwa upande wa ndugu zako, kwa upande wa jamaa zako. Mwambie Bwana, ukawa upande wetu, tuweze kumaliza salama, tuweze kumaliza salama katika jina la Yesu. Baba, ukawe upande wetu, tuweze kumaliza salama mwaka huu, tuweze kumaliza salama mwaka huu, na siku zilizobaki tukazimalize salama, kuzimu isipate uhalali wa kutuzuia kuvuka katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu Kristo tuepushe na hizo hatari ambazo zimepangwa, maana umesema walipochagua miungu mipya kukawa na vita malangoni. Kila vita iliyoandaliwa kwenye ulimwengu wa roho, Baba, tunasimama na damu ya Yesu, tunapangua kila mipango iliyopangwa na ufalme wa giza juu yetu na familia zetu, juu yetu na kazi zetu na jamaa zetu. Bwana, katika jina la Yesu, Baba, tetea kanisa lako, Baba, tetea kanisa lako, Baba, tetea taifa letu katika jina la Yesu. Baba, ukawe na juu ya taifa la Tanzania, kwa upande wa Tanzania Baba, ukatuokoe, ukatuepushe na mabaya, ukatuepushe na mauti Baba, katika sikukuu ya mwaka mpya ukatuvushe salama. Nasema ukiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Hakuna atakaye kuwa juu yetu, hakuna atakaye kuwa juu ya waume zetu, hakuna atakaye kuwa juu ya wake, hakuna atakaye kuwa juu ya watoto, hakuna atakaye kuwa juu ya jamaa zetu, wala vifo, ajali, mauti, chochote ambacho kimepangwa, hakuna kitakacho kuwa upande wetu katika jina la Yesu. Haleluya. Sema, Baba, katika jina la Yesu na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninakwenda kinyume na kila silaha zilizoinuliwa kufanya vita nami katika jina la Yesu. Maana imeandikwa, kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa. Silaha yoyote iliyopangwa kuatilia mashambulizi juu ya maisha yangu ndani ya siku hizi mbili, nasimama kinyume nayo katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya, simama kinyume na kila silaha, simama kinyume na kila silaha. Ni silaha gani wewe? Simama kinyume nazo, pangua hizo silaha za magonjwa, pangua habari mbaya, pangua katika
katika jina la Yesu. Tunakwenda kinyume kila silaha zilizoachiliwa na adui kwenye ulimwengu wa roho, maana imeandikwa tutoe ngao ya imani, ambao kwa hiyo tunazima mishale yote. Zima kila mishale, zima mishale ya ajali, zima mishale ya magonjwa, zima mishale ya mauti, zima mishale ya habari mbaya, zima hiyo mishale, zima hiyo mishale. Tumesikia ajali nyingi, zima hiyo mishale ya ajali katika jina la Yesu. Silaha yoyote iliyoandaliwa ili kutushambulia tusivuke salama na tusimalize salama, Baba, katika jina la Yesu, hiyo mishale tunategua, tunazima kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu, kandarabasaya, imeandikwa wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Peleka damu ya Yesu kwenye malango yako, zingira nyumba yako, zingira watu wako, zingira jamaa zako, kama ambavyo Bwana alimwambia Nuhu, kwa sababu umeonekana kuwa mwenye haki, ingia wewe kwenye safina na jamaa zako wote. Ndivyo nasi tunawazingira ndugu zetu, tunawaingiza katika safina ya damu ya Yesu Kristo, tunawaingiza katika safina ya damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Wakiiona damu, anasema atakapoiona damu hatitaipata ila pigo na wala dhara liwalo lolote kwenye ulimwengu wa roho. Anasema nikiona damu nitapita juu, wala mharibu hataingia kuharibu, wala halitawapata pigo liwalo lolote. Nenda kwenye ulimwengu wa roho, nenda kwenye ulimwengu wa roho. Zima hiyo mishale, zima kila mishale, zima kila mishale iliyopangwa ndani ya siku hizi mbili, iliyopangwa kutuzuia kumaliza na kuvuka salama. Zima mishale yote yenye moto ya yule adui, zima hizo hatari kwa jina la Yesu Kristo. Wafiche ndugu zako, wafiche ndugu zako ndani ya damu ya Yesu, wafiche jamaa zako ndani ya damu ya Yesu. Anasema wakamshinda. Tunamshinda kwa nini shetani? Tunamshinda kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ndio tuliopewa damu ya Yesu. Iachilia kwenye malango yako, kwenye biashara, kwenye familia ya kwako, kwenye nyumba yako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mwambie Baba, kila mishale iliyoelekezwa kwangu na itegua kwa jina la Yesu. Nazima na kwenda kinyume na kila shambulio lolote kwenye ulimwengu wa roho, mashambulizi ya namna yoyote, mashambulizi yaliyopangwa na yapangua kwa jina la Yesu. Napangua kila mashambulio, napangua kila shambulizi lililoachiliwa kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, imeandikwa katikati ya watu wangu wameonekana watu waovu, wakitega mitego na kuotea, wakitaka kunasa watu na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Naomba Bwana kanitenge na watu waovu, na kila mitego iliyotegwa ninaitegua kwa jina la Yesu. Nategua kila mitego, hiyo mitego ya hatari, vifo vya ghafla kupitia ndoto, kupitia vyakula, kupitia maji. Haya, pangua, pangua, pangua. Jitenge na watu waovu walioinuliwa na ufalme wa giza ili kufanya vita na wewe, kuhakikisha umalizi salama na mitego waliokutegea. Tegua kila mitego, tegua kila mitego, tegua kila mitego. Bwana anatutenga na watu waovu, na mitego yote inaharibiwa, na mitego yote inaharibiwa, na mitego yote inaharibiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo mitego ya mauti, hiyo mitego ya mauti katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, naomba msaada wako, katutenge na watu waovu waliopangwa na ufalme wa giza kwa jina la Yesu, walioinuliwa katika njia zetu ili kutushambulia. Baba, tutenge na watu waovu na mitego yote waliotutegea kupitia vyakula, kupitia maji, kwa njia ya ndoto, kupitia salamu. Robo saka rimanda, rapa kata ya maseke, rapa shanda, rapa saka, rapa koriamanda, resaka, rapa koriamando, korobo saka, katika jina la Yesu. Ndiyo Bwana Yesu, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Mwambie Baba, sema Baba, katika jina la Yesu, naomba ukanishike mkono, maana imeandikwa usiogope, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume. Baba, katika jina Yesu, ninakuomba Bwana ukanishike mkono, ukanisaidie nivuke salama
katika jina la Yesu. Ukanipe neema ya kuyaingia majira mapya ya mwaka mpya kwa ushindi na kwa ushuhuda katika jina la Yesu. Ninakataa kuvuka mwaka kidhaifu na kinyonge katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Haya, mwambie Bwana akushike mkono. Ni wapi unataka akushike sijui. Mwambie Baba, nishike kwenye lango la kazi, kwenye lango la biashara, kwenye lango la ndoa, kwenye elimu. Baba, nishike mkono. Ulisema nisiogope maana utanisaidia, utanishika kwa mkono wa kuume. Baba, nishike. Mwambie Baba, shika watoto wetu, washike watoto wetu, tushike kwenye ndoa, tushike kwenye kazi. Baba, ukatushike, ukatufanye kuwa salama. Baba, ukatushike tupate kuvuka salama. Ukatusaidie Bwana, ukatusaidie Kristo, ukatusaidie. Kandarabasaka rapa koriamasa rapa koriamanda rapa seketaramasa ropo koriamanda rikasaka ropo koriamasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema Baba, katika jina la Yesu, imeandikwa utanipelekea malaika wanilinde njiani, nisije nikakwaa mguu wangu katika jiwe. Na imeandikwa utanipelekea msaada toka patakatifu pako. Nami nakuomba msaada wa malaika waende mbele yangu, wakasawazishe kila mahali palipo paruza, nivuke salama. Ayaomba Bwana akupe malaika. Omba Bwana, maana Yesu alisema nitamuomba Baba. Na wewe muombe Baba tupe malaika wa kutuongoza njiani, wa kutusaidia kwa siku hizi mbili, au malaika wa kutusaidia kutuondolea yaliyoachiliwa, hiyo mitego iliyowekwa yote walioyaweka katika njia zetu. Yesu anasema nitamuomba Baba. Kwa hiyo tunaweza kumuomba Baba msaada wa malaika wa kutusaidia katika siku mbili. Alimwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kusawazisha mahali palipo paruza. Malaika waende mbele wakatusawazishie kila mahali palipo paruza, tupate kuvuka salama. Kila mahali palipo paruza tupate kuvuka kwa ushindi katika jina la Yesu. Silaha zao zinaharibiwa, silaha zao zinatenguliwa. Malaika wa Bwana waende mbele yetu, maana amesema kwenye Kumbukumbu la Torati ile sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 4, anasema tambua yeye ndiye kutangulia kuvuka kama moto uteketezao. Mwambie Baba, tangulia na malaika zako, tangulia Baba. Angulia, teketeza ila, teketeza uharibifu, teketeza uchawi, teketeza vifo, teketeza mauti, teketeza ajali, teketeza chochote kilichoachiliwa. Maana umesema wewe ni moto ulao, hakuna atakayestahimili katika moto uteketezao milele. Amesema Yakobo ni moto na Yusufu ni mwali wa moto. Wewe ni mwali wa moto, hakuna utakachovuka nacho. Magonjwa yanateketezwa, uvimbe unayeyuka, matatizo yanatuachia, madeni yanatuachia, umaskini unatuachia. Yeye ni moto ulao. Acha moto upite na malaika watangulie, wasawazishe kila eneo mahali tunakotakiwa kupita katika jina la Yesu. Ropo sakatayama rapa koriamanda robo sakaribase rama shandiribokoria. Sante Yesu, sante Mfalme, sante Baba yetu, sante Yesu. Maana unatuvusha salama, hatutakufa, tutaishi, tutashuhudia makuu ya Bwana, na tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Arapasekerebosaya, maana umesema unatupelekea msaada toka patakatifu pako, na sisi tunapokea huo msaada wa kutuvusha salama. Kandarabasaya, tunamiliki na kuenea na kutawala pande zote, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu usiyeshindwa na jambo lolote. Rabosakarabaseke rapashatarama rebo sakarianda rapakata rikokorobosaya rama sekerianda. Sante kwa kibali cha tarehe 30, sante kwa kibali cha tarehe 31, sante kwa ajili ya majira mapya, sante kwa ajili ya mwaka mpya, sante kwa ajili ya tarehe 1, sante kwa sababu umetuingiza kwa furaha na tunavuka kwa amani. Rapa sekeria mandera masa, anasema tutavuka kwa furaha na kuongozwa kwa amani, na milima itatoa nyimbo. Ropo sikirianda rabasa
hai. Tunavuka katika jina la Yesu. Tunauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ameuvika taji mwaka wa mema. Mandaraboseke rapakata ya Masai. Hayo mema tunayapokea, na ile taji ya wema na fadhili na zenyewe zinatufuata. Kando robo saka rabakoria rima seketara Masai, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Mpe Yesu makofi mengi. Haleluya, 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 haleluya. Wanaomwamini Bwana kwamba atawavusha salama waongeze vigeregere vya shangwe. Haleluya, haleluya. Hatuvuki kwa vyeo, hatuvuki kwa elimu, hatuvuki kwa pesa. Tunavuka kwa sababu Bwana yeye ndiye atutanguliaye kuvuka. Yeye kama moto uteketezao akisha tangulia, na sisi tunakuwa salama. Na akisha kuwa upande wetu, hakuna anayeweza kuwa juu yetu. Sio magonjwa, sio mauti, sio ajali, sio vifo vya ghafla. Hakuna kitakachokuwa juu yetu, kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana, mwamba wokovu wetu. Kwa sauti yake maji yaliyagawanyika, kwa sauti ya Bwana milima inayeyuka, kwa sauti yake dhoruba ilitulia. Rapa kata ya Masaka, rapa koria mandarabasa, kwa sauti yake wafu walifufuliwa, hata walionuka wakawa hai tena. Ni kwa sauti yake, hakuna kitakachotuzuia. Yeye ameshatangulia mbele yetu kama moto. Anasema ndivyo atakavyowafukuza upesi na kuwatoa mbele yetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Naomba tukae kwa dakika chache. Wangapi bado wanampenda Yesu? Wamwongezee tu makofi. Haleluya, haleluya. Una uhakika umezitikisa mbingu? Hali zimechemka kidogo? Hivyo hivyo. Niwaambia tu lazima tuzipige za rohoni, sio? Lazima tutikise kidogo kule ili tuvuke salama. Amen. Maana kuzimu iko kwenye mashindano, lakini tushaiambia haina uhalali na sisi hata, na tutavuka kwa Bwana. Tunavuka naye katika jina la Yesu. Yaani wewe jisemeshe tu. Hata kama unaviona kuna vikorokocho vinakushikilia, viambie siendi na wewe popote. Na hasa uchungu. Wanawake mpo? Uchungu, hasira, kutokusamehe. Yaani viambie no parking here. Sawa yaani usikubali. Biblia inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Usikubali kumpa shetani nafasi ya aina yoyote. Vuka wewe na Yesu wako. Haleluya. Hata kama ni nani aliyekukwaza na kukukosea, hana mahali pa kukupeleka, ni mwanadamu tu. Wewe baki na Yesu. Haleluya. Jana nilisema mwaka huwezi kuwa mpya kama wewe hujawa mpya. Kwa ukibaki na hasira na vinyongo na nani alinikwaza, yani wewe hujui tu, yani hujui. Bado mwaka utabaki ni ule ule, hatutaona utofauti wa 25 na 26, hatutaviona. Anayefanya vipya ni wewe, sio mwingine. Amen. Haleluya. Ili vitokee ni wewe uvizalishe. Na utavizalisha kwa njia gani? Sema. Amen. Tunaambiwa kwenye kitabu cha Wakorintho anasema japo tuamini tuanena. Nikisema naamini nitavuka salama bila kusema, bila kuomba, bado sina imani. Lazima niseme ninavuka kwa jina la Yesu. Sivuki na hii tabu, sivuki na shida yoyote. Haleluya. Wiki iliyopita nilikuwa nawaambia wapendwa wangu wakati tuko kwenye maombi huko, nikamwambiaje? Mungu ana maajabu yake. Na akitaka kufanya kitu hakuna wa kumzuia. Na shida sisi ndio huwa tunampimia kwamba Mungu hapa unaweza, hii lita 2 ndio nayoiweza, lakini hii 10 unaanza kumpimia. Usimpimie Mungu. Yeye muone kwamba muda wowote anaweza akasababisha tukio ambalo kila mtu atasema wow. Usikate tamaa. Usiogope. Yaani usiogope. Anasema usiogope, nitakushika mkono, nitakusaidia. Haleluya. Nina uhakika tunasaidiwa na Bwana. Na atatusaidia na tutakuwa salama. Hatutavuka kinyonge katika jina la Yesu.
Wakati kuna dada mmoja alikuwa anaota ndoto, akiota ndoto akiwa na rais. Hatujawasalimia ndugu zetu wa YouTube. Bwana Yesu asifiwe ndugu zetu mnaotufuatilia kwa njia ya YouTube, maana upako umeshakolea huku tumewasahau. Tuwakaribishe kwenye ibada yetu, tuko kwenye madhabahu ya Buza kwenye semina ya neno la Mungu, lakini agenda yetu kubwa ni maombi, na wale ndugu zangu ambao tuko kwenye maombi ya siku 40 ndio tunalichochea hapa. Kwa hiyo jiungamanishe kwenye huu upako ambao Mungu ametuandalia kwenye hii meza aliyotuandalia kwenye hii madhabahu. Tunawakaribisha wote mnaotufuatilia kutoka mataifa tofauti. Mungu anakupenda na anatamani kumaliza na wewe. Usikubali shetani amalize na wewe. Amen. Na wanaasisi ndugu ambao tuko hapa, kama unajua unaweza kumshirikisha ndugu yako akajoin, wewe ingia tu kwenye YouTube, share hiyo linki, na ambao wako hapa wataweza kunufaika na hiki ambacho sisi tunanufaika nacho. Amen. Andika tu jina Lydia Kagisa, utaiona tu, hata hii ibada hapa utaiona. Lydia Kagisa, andika ya LY, sio LI. LYD. Yaani usiweke kiambatanishi chochote hapo, ni LYDIA. Kwenye D ndo utaweka I na A mwisho, ndo taniona mimi. Amen wa Kristo wenzangu. Amen. Kwa hiyo nilikuwa nawapa ushuhuda wa huyo dada. Akiwa anaota akiwa na rais mmoja wapo kati ya marais ambao waliwahi kuwa kwenye nchi yetu. Lakini huyo rais tayari alishatwaliwa. Akawa anaona yuko kwenye umati mkubwa anatakiwa kuwapa, lakini kila akitaka kuwapa anashindwa. Na anavyotakiwa kuvisoma vinafutika avioni. Akasema, mtumishi, sielewi ninafanyaje? Roho Mtakatifu akatupa na neno la maarifa, akajifungia mahali, tukawa tunachochea tu, tunaendelea kumsihi Mungu. Baada ya maombi akawa ameitwa kwenda kwenye nchi mojawapo huko duniani. Alinishangaza, akasema, mtumishi, kile nilichokuwa nakiona kwenye ndoto sasa kimefanyika halisi, lakini nimeweza kuwapa mbele ya mataifa mengi sana. Haleluya. Pigie tu Yesu makofi. Na sio tu mwaka jana au mwaka juzi, amerudi wiki iliyopita kutoka huko alikokuwa. Wakati ambapo mwisho watu wanasema hakuna lolote linaloweza kutokea, kwake limetokea. Hata kwako linaweza kutokea jambo ambalo Mungu anaweza akakushangaza. Amen. Wakati tuko hapa jana, wakati tumetoka ibadani hapa, wakati tunaondoka, Mr. akawa anamuuliza fundi mitambo wetu, mbona kama mwanga haukuwa mzuri? Kijana akajaribu kujitetea. Jioni fundi mitambo mwingine akamtumia, mbona sijaona rangi inayoeleweka? Sasa yananiambia, madam, nabidi tufanye mambo hapa, laptop imenigomea kuweka rangi. Sana waza, Yesu, hela iko wapi? Na hapo tukizingatia tulishaambiwa laptop milioni 3 uswi nini. Na unaanza kupiga sasa hesabu za kwako, ada ya watoto milioni. Yaani unajumlisha, unajiwekea sawa sawa. Baadaye unajiuliza, hivyo Mungu kweli kazi si yako? Kazi ni yako, usitafuti sifa hapa, tunakutafuta wewe. Lakini Mungu wa ajabu Bwana. Hapa tunapoongea tu, wakati tunatoka huku tumepata laptop mpya, ndo wanasetia hapo. Haleluya. Kwa tunaamini na siku sio nyingi tutakuwa na kamera kama hiyo ikiwa inawatazama nyie. Amen. Wakati tumebakisha siku 3 tunapata muujiza wa laptop. Kwa hiyo hata hizi siku zilizobaki tunaweza tukapata muujiza wa jambo jingine. Vivyo hivyo na Mungu akafanye kwako katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Jana nilikwambia sasa tuende kwenye vile vipengele, lakini watu wa Mungu niliwaambia kama ni kuandika notes nimeshaandika nyingi. Leo tunaomba. Amen. Tunaomba. Vitu vitatu vinavyowakilisha maisha ya mtu. Vitu vitatu vinavyowakilisha maisha ya mtu. Hatujabadilika kwenye lile somo. Kwenye kichwa chetu kile. Hatujaama, ni kile kile. Amen.
Tuko sawa? Kichwa chetu kinasemaje wanaokumbuka? Tumesahau? Kuvuka 2025 na kuingia kumiliki 2000 sasa hatuna namna tutakavyomiliki 2026 bila hivi vipengele vitatu kuwa sawa sawa. Na utaviona vya kawaida sana, lakini utakapoanza kuomba ndipo utaelewa kwamba sio vya kawaida. Haleluya. Nimesema vitu vitatu vinavyowakilisha maisha ya nini? Ya mtu. Kitu cha kwanza, nitaanzia juu, lakini kwa leo tutakachokishughulikia kipengele tutaanza na cha chini, tunakuja cha kati, cha mwisho. Kitu cha kwanza, kichwa. Kichwa mbele yako kwenye mabano weka akili. Kwenye mabano weka nini? Nimesema vitu vitatu vinavyowakilisha maisha ya mtu. Jambo la kwanza kichwa, kwenye mabano akili, mbele yake andika maamuzi. Ninapozungumzia kichwa nazungumzia akili ya mtu. Kwenye akili ya mtu ndiko kuna maamuzi. Sawa? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mikono hii. Mikono yangu hii. Kwenye mabano mbele andika baraka. Tuko sawa mpaka hapo? Jambo la tatu, miguu. Hii miguu hii inayotembea. Miguu. Kwenye mabano umiliki, mkato, utawala. Umiliki, mkato, utawala. Mkato, maongezeko. Tuko sawa? Naomba tusome kipengele cha kwanza mpaka cha mwisho. Sasa uanze vizuri hivi. Vitu vitatu vinavyowakilisha maisha ya mtu. Cha kwanza kichwa, cha pili, cha tatu miguu. Niliposema kichwa nikasema kichwa ni cha pili mikono nikasema, cha tatu miguu nikasema. Amen. Hapo sasa tulikuwa darasani kama mwalimu. Amen. Fungua na mimi kitabu cha Yohana. Nilikwambia tunapoanza kuchambua tunaanzia chini kwenda juu. Ina maana kilicho chini ni miguu. Tunaanza kuangalia miguu. Amen. Yohana sura ya 11. Yohana 11. Ngoja nisome kuanzia mstari wa 38 mpaka mstari wa 44. Yohana sura ya 11. Yohana sura ya 11 kuanzia mstari wa 38 mpaka mstari wa 44. Neno la Mungu linasema, basi Yesu aliakiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe.
Martha dada yake na yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa unanisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu waliohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki ya kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje aliyekufa, amefungwa sanda. Tunaweza kusoma wote hapo? Tusome amefungwa. Twende taratibu. Amefungwa sanda wapi? Miguuni. Mfungueni, muache aende zake. Nafikiri umeelewa sababu ya kukwambia tunaanzia chini kwenda. Kilichoainishwa kikiwa cha kwanza hapo, alikuwa amekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso, na Yesu akawaambia, mfungueni, mwache aende zake. Ndivyo ambavyo utakavyofunguliwa tukakuacha uende zako 2026 ukamiliki na kutawala na kuenea pande zote katika jina la Yesu. Hakuna habari ya kufunguliwa na watu wado wakaendelea kukusonga songa. Habari za kwamba sijui kamtaji kangu sijui ni nini. Tutafanya vitu ambavyo hata akili zetu havijawahi kufikiri, kwa sababu hatuwezi, kwa sababu tuna pesa. Mungu hakupi mawazo au maono yanayolingana na uwezo ulionao. Anakupa sawasawa na yeye alivyo katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Laiti angelikuwa anatupa kutokana na uwezo tulionao, tusingekuwa tunaumiza vichwa. Sasa kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wangu aniki nipasue kichwa. Kwa nini nikiandike nianze kinitabishe kininyime na usingizi? Vinatunyimaga usingizi kwa sababu viko nje ya uwezo. Hapa unawaza unaambia, mimi natakiwa kufungua duka sio milioni 50. 50? Yaani 50. Milioni 50 au milioni 5? Ni 5 au ni 50? Yaani unazungumzisha, unajisemesha wewe mwenyewe. Akili inakugomea. Kwa sababu tukikwambia tupe hiyo milioni 50 Kuna siku moja nilikuwa nauliza wapendwa, hapa ndugu ambao unaweza, ndugu yako wa karibu ambaye nikikwambia sasa hivi hapa nyanyua simu mwambie ndugu niliko nimebanwa, nitumie milioni 1 hapa kufumba na kufumbua, akakutumia, ni nani? Wakasema, mtumishi umesema mbali, hata 100,000. Haleluya. Haleluya. Nilifurahia hii sentensi ya Yesu, asema mfungueni mwacha aende. Yaani ukijibania ni wewe, ukibaki hapo ni wewe, lakini Yesu anasema ukifunguliwa uende. Uenee, umiliki, utawale, usibaki hapo hapo. Haleluya. Kila mwana wa Mungu ana vita kwenye miguu yake. Kila mwana wa Mungu ana vita kwenye miguu. Kwa nini tuna vita kwenye miguu? Hakuna namna ningebaki nyumbani mkasema tuna semina na tuna mtumishi Lydia. Miguu imehusika mimi kufika hapa mjue. Miguu imefanya nini? Imehusika. Lakini kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 3 Mungu anamwambia Yoshua, kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa kumiliki. Kumbe umiliki wangu huko kwenye miguu. Okay, tuna sentensi au lugha ambazo tunafikiriaga ni za mtaani, lakini ni za rohoni. Okay, naomba niulize, wanasemaga riziki ya mbwa? Mbona mseme riziki ya mbwa iko wapi? Kwa nini hawajasema iko kichwani? Kwa nini hawajasema iko tumboni? Wamesema iko wapi?
Kwa hiyo kumbe katika miguu yangu kuna vitu muhimu sana. Huyo mbwa akikaa hapo hapa hawezi kula. Lazima atoke afanye nini? Achakalike. Vivyo hivyo na wewe usipotoka, hata kama una mawazo. Lakini pia swali la kujiuliza, wangapi walishawahi kushuhudia maiti? Tujawahi kuiona maiti? Huko tujawahi kuona. Mimi nilikutaga jambo gumu sana. Na nafikiri ndio ilikuwa mara ya kwanza, mara ya pili ikaja kunikuta kwa mama yangu kushuhudia, yani maiti inavyofungwa inavyofanya hivi. Nikiwa darasa la 6, mtoto wa dada yangu akafariki ghafla. Dada yangu akawa hayupo, yuko safarini. Nikaitwa, wewe ndio mama, uje hudumie mtoto wako. Nitamani alizipasuke. Ndio mara ya kwanza kuona maiti inafanyweje, nishuhudie wanaosha, sio wanafanya nini. Hivyo mazingira ya kijijini pia ilinipa wakati mgumu sana. Mara ya pili nikashuhudia kwa mama mzazi. Sisi kwetu tuko wasichana 7. Wavulana 2, mmoja ametwaliwa, tumebaki na mvulana mmoja kwenye tumbo la mama yetu. Na mmoja ametwaliwa mwaka huu mwezi wa kwanza. Sisi ndio wasichana tunaambiwa mpambeni mama yenu. Sasa mimi ndio mdogo, ambiwa shika tochi tumulikie sisi wakubwa. Natamani upae juu ya bati usione kituko hicho. Inauma. Na mimi mama yangu tulikuwa tumeachana wiki 2 ndana kuja kufa. Kwa tulikuwa tuna mipango. Sasa nikaa namtazama, hivi ndio wewe tulikuwa tuna mipango ile? Ndio hapa uniambii chochote usemi? Nilikuwa na maswali mengi. Ninakupa utafakari habari ya maiti. Kwa nini kuna maiti ambayo huwa inafungwa sanda miguu, mikono, huku ukiwiliwili kinabaki wazi? Si anaviringishwa? Yaani anaviringishwa mwili mzima, sio? Sasa jitafakari kwa nini iliainishwa hivi viungo. Sanda imefunga miguu, sanda imefunga mikono, leso wapi? Ni maiti ipi ambayo ilikuwa imevaa sanda tu kwenye mikono, kwenye miguu? Si kwamba kulikuwa wazi, ila kulikuwa na maana. Kwa nini miguu? Kwa nini mikono? Kwa nini huku juu? Amen. Amen ni watu wa Mungu. Amina wa Kristo. Kwa ndani ya miguu yako ndiko kuna baraka zako. Yaani kwenye miguu yako ndiko kuna mafanikio. Napanukaje na eneaje? Umiliki wote, ramani zote zimefungwa kwenye miguu, lakini tunaionaga kama ni miguu tu, tumepewa kutembea tu. Lakini ni vitu muhimu sana. Mfanya biashara utanishangaza, unaamka asubuhi unasema naenda kwenye biashara bila kubandikia miguu yako mikono. Utanishangaza sana. Utanishangaza sana mzazi unayeacha mtoto anafungua bila kushughulika na miguu ya mtoto wako anayeenda shule. Utanishangaza. Kwa katika miguu anasema kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa kumiliki. Na sio tu nimekupa kumiliki, anazidi kumwambia hakuna atakayesimama mbele yako. Kumbe kitakachozuia hakuna upinzani mbele yangu ni kwenye miguu, mahali ambapo miguu imeweza kusimama na kumiliki na kuenea. Wakati wanashindana kunitoa, kunifukuza, miguu yangu ikiwa stable imekanyaga sawa sawa, hakuna anayeweza kusimama mbele yangu. Ukiona unapeperushwa huku na huku na upinzani wa hali ya juu, shida haiko kichwani, iko wapi? Haleluya. Haleluya. Hivi vitu vitatu ndivyo vinavyowakilisha maisha ya mtu. Okay, katika miguu ndiko kuna kumiliki. Lakini baraka nifanikiwe vile mahali niliko kwenda nikakanyaga nikamiliki, vilivyofichwa hapo viweze kutokea, ni mikono inafanya kazi. Maana nasema nitabariki kazi ya mikono
yako. Kwa hiyo mikono haiendi yenyewe, ni miguu ikifika mahali nilikopelekwa, mikono ifanye kazi, baraka zitokeze. Lakini kama miguu imekaa sawasawa, mikono imekaa sawasawa, shida kichwani na maamuzi hayako sahihi, bado siwezi kufanikiwa, siwezi kuwa na chochote. Ndio maana hata Yesu alifungua akili ili waweze kuelewa maandiko. Kuna watu hawana maamuzi, unaishia kuwaza, yani wewe ndio huwa una mipango isiyofikaga mwisho. Unakuwa na mipango, jamani hapa wamekaa vizuri, tungefungua jambo, yani hapa mtu akifungua kitu fulani, yani una mipango. Siku mbili unakuta mtu mwingine kafungua kitu kama hicho, unasema tena nilijua kabisa, yani hapa mtu angefungua. Kwa nini sio wewe? Wangapi walishawahi kupita maeneo wakawaza hapa panafaa kufungua hata hoteli hapa. Unapita siku mbili unakuta hoteli imekaa vizuri, na unasema tena niliona kabisa, yani niliwaza hapa. Yani wewe unakuwa wakuwaza tu, wakufikiri tu, maamuzi hakuna. Au unasubiri mwingine awaze, aamue, wewe ndio ufanye. Hapa lazima pafanye kazi. Au katika kuwaza kwetu tunawaza vitu kinyonge, kidhaifu, vitu vya kawaida mno. Tunajiona kikawaida mno. Yesu anasema tuwaze yaliyo juu Kristo aliko. Lakini kwa nini tunawaza vitu vya kawaida? Yani wewe hujawahi kuona kwenye genge lako kwamba kuna supermarket. Sasa ngoja tu nione Mungu kama hata kesho nitapata hiyo 10,000 niongeze. Wakufanikiwa atakuwa mimi. Hautafanikiwa kwa sababu ulishasema wakufanikiwa sio wewe. Lazima utamke wewe mwenyewe, uyaone makubwa kwako, sio mwingine akuone. Na mara nyingi huwa nawaambia wasichana mmeanguka kwenye madimbu ya kudanganyika. Kwa sababu gani? Haujawahi kujiona kwamba we ni mzuri, unasubiri mwingine akuone kwamba we ni mzuri. I say we ni mzuri sana, yani I say Yesu alitulia. Alitulia, yani wewe unione mimi mzuri? Lazima ujione kwamba we ni mzuri. Wewe ujione, yani kaa kwenye kioo, mwambie Yesu shikamoo, katika kuumba kwangu ndio liwekea na muhuri kabisa, ili hata usiingie kwenye vitu vya ovyo ovyo. Hakuna atakaye kuburuza au kudanganya, kwa sababu Mfalme Daudi anatuambia nimeumbwa kwa namna ya ajabu sana, nafsi yangu yajua sana. Yani mimi nimedesigniwa kwa namna hivi. Ulishawahi kuona kwamba unasitisha kila kitu, vikao vinakaliwa kwa ajili yako? Kila kitu kilistishwa. Anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Uje ujilinganishe na kitu chochote, yani mtu mwingine ndo aje ukuzuzua. Bwana Yesu alishasema mimi yani ni mfano na sura yake, kwa hiyo hakuna mwingine wa kuniambia. Kwa hiyo kitu usichokiona wewe, hata wakikuonea wengine, utaona kama wanakudanganya, utaenda na upepo. Kwa hiyo kila mtu hapa alipo ana vita kwenye miguu. Nataka nikwambie, tukitafuta kesi watu wenye matatizo kwenye miguu na walio wenye shida ya mikono, miguu ni 99%, mikono ni 2%. Yani mimi nasumbuliwaga na miguu na mikono ni wachache sana, lakini tuanze kuuliza hapa, nani anasikia miguu kufa ganzi? Nani miguu inawaka moto? Nani magoti sio yanauma? Nani sijui miguu imefanyaje? Yani hapa tutawakuta wengi tu, lakini sio mikono. Kwa nini? Shida kwenye miguu kutawala. Okay, tutafute kujua uadui uliwekwa wapi kati ya mwanamke na nyoka. Uadui uko wapi? Uko kwenye nini, watu wa Mungu? Kwenye miguu. Kwa nini kwenye miguu? Ndiko kuna umiliki wako, ndiko kuna utawala wako, ndiko kuna kuenea kwako. Haleluya. Angalia kitabu cha Mithali sura ya 3. Usomee mistari michache hapo, tuombe tuende nyumbani. Mithali. Hivi mbona leo kama muda mmeusukuma sana? Ndio mnavyofanyaga buza? Mithali sura ya 3 mstari wa 23.
Anasema hivi, Mithali 3:23 anasema, ndipo utakapokwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hautakwaa. Ndipo utakapokwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hautakwaa. Anapozungumza kukwaa, sio ile kujikwaa ile kwamba nilikuwa natembea nikajikwaa kwenye kisiki. Yaani kwa mfano unakuta mtu alitakiwa kununua kitu fulani, hanunui hicho, ananunua hiki ambacho amekinunua hakina faida, ila alichokiacha ndicho chenye faida. Mguu wake umekwaa. Ndio maana anasema utakwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hautakwaa. Haleluya, haleluya, haleluya. Isaya sura ya 8. Isaya sura ya 8. Nataka nikusomee mistari michache haraka haraka ili tuombe, kwa sababu nimekwambia sitafundisha sana kwa sababu umeshaandika notes nyingi, ili upate tupeane mtaji wa kwenda nao mwaka mpya. Amen. Isaya ngapi nimesema? 8 mstari wa 15. Isaya 8. Anasema, na wengi watajikwaa juu yake na kuanguka na kuvunjika na kunaswa na kukamatwa. Ukijikwaa ina maana umekosea, umenaswa, umekamatwa. Yaani umeshakosea, siko ulikotakiwa kwenda, sicho ulichotakiwa kukifanya. Miguu ndio inayojikwaa, ndio inayokufanya ukosee. Amen. Zaburi ya 91:11 anasema anatupelekea malaika wafanyeje? Zaburi 91 yule mstari wa 11 anasema hivi, kwa kuwa atakuagizia malaika wakulinde katika njia zako, wakulinde katika njia zako, na mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kamata hilo neno kujikwaa. Nimesema kujikwaa sio hii kujikwaa kwamba nimejigonga kwenye kisiki, kukosea. Unafanya vitu ambavyo sio sawa. Kinachokosea, kinachokupeleka hivyo ni miguu. Kwa hiyo mguu wa mtu unaweza kukosea. Sasa tunakataa kukosea. 2026 tutafanya vitu vya kukosea. Amen. Amen. Lakini pia mguu wako wewe unaweza kusogezwa, kwamba nilitakiwa kuwa nimesimama hapa, ndio umiliki wangu ulipo, ndio utawala wangu ulipo, nikasogezwa nikawekwa sehemu ambayo sio sahihi. Okay, angalia kitabu cha Zaburi. Zaburi Zaburi 121. Zaburi 121 ule mstari wa 3. Zaburi 123 anasema, asiuache mguu wako usogezwe. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Kwa miguu unaweza ukasogezwa. Sasa tunakataa, miguu yetu haitasogezwa, tutakaa pale pale ambapo Mungu anataka tuwe. Amen. Amen, ni watu wa Mungu. Lakini pia miguu ya mtu inaweza kutiwa katika nyavu ili ikamatwe. Miguu ya mtu inaweza kutiwa katika nyavu. Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ule mstari wa 15 anasema hivi, macho yangu yamemwelekea Bwana, naye atanitoa miguu yangu katika wavu. Macho yangu yamemwelekea Bwana, naye ataitoa miguu yangu katika wavu. Kwa hiyo miguu ya mtu inaweza ikatiwa kwenye nyavu. Kumbuka, kwenye miguu yako ndio kuna umiliki, ndio kuna utawala, ndio kuna kuenea, ndio kuna kupanuka. Sasa ikitiwa katika nyavu ina maana una lolote utakaloweza kulifanya.
umeshatiwa kwenye mitego. Sawa kwa hiyo hakikisha unakataa miguu yako kutiwa katika nyavu. Jambo lingine, miguu yako inaweza kurudishwa nyuma. Yaani unarudishwa nyuma, unaondolewa spidi. Uendi kwa kasi ambayo ulitakiwa kuwa nayo, unarudishwa nyuma. Tunakumbuka kwenye kile kitabu cha Kutoka, wakati wana wa Israeli wamekutana na ile bahari na nyuma kuna jeshi la Farao. Mungu anawaambia waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Hakuna habari ya kurudi nyuma. Wana wa Mungu sisi hatunaga gia ya reverse. Tuna gia ya mbele tu kwenda mbele. Lakini unaweza ukarudishwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma kwenye kile kitabu cha Kutoka 30 mstari wa 18 mpaka wa 21. Natamani tuombe kidogo, vingine nitakupa kesho. Natamani tuombe kidogo. Nimekuambia jambo la kwanza, miguu yako inaweza kusogezwa. Mguu wako unaweza kukosea. Mguu unaweza kufanya nini? Kukosea. Jambo la pili, mguu wako unaweza kusogezwa. Jambo la tatu, mguu wako unaweza kutiwa katika nyavu na mistari nimekupa. Lakini jambo la 4, mguu wako unaweza kurudishwa nyuma. Sasa tuombee hivi vipengele 4 ambavyo umevisikia. Simama kwa miguu yako. Lakini kama una shida, kaa hapo hapo. Kaa hapo hapo vizuri. Tusibanane. Kaa. Tusibanane. Shika miguu yako, kwa sababu unachokiombea ni nini? Miguu. Kwa tusibanane. Ambie jirani yako usininyime nafasi. Kwa hiyo kamata miguu yako mwenyewe. Kama unapata shida ya kuinama, wewe inyooshe hivi, lakini hakikisha umeibandikia miguu yako mikono. Sawa? Kumbuka miguu ilikuwa imefungwa nini? Sanda. Sijui ya kwako imefungwa nini? Mikatale, pingu, minyororo, kamba au nini? Unasema mbuzi anakula kwa urefu wa kamba? Ushaelewa miguu yako inaweza ikafungwa Kwa namna unavyokula ndio sawa sawa na urefu wa kamba ambayo umewekewa. Sasa lazima hizo kamba uzikate ili usogee. 2026 tuje na shuhuda za kutosha hapa. Sema Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kuja mbele zako, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako ulioiachilia kwangu jioni ya leo. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa neno lako ulilolituma kwangu, maana imeandikwa, neno lako halitakurudia bure, bali itatimiza makusudi yake uliyolituma. Katika jina la Yesu, nami nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Naomba toba, naomba rehema kwa ajili ya miguu yangu. Mahali popote shetani ana uhalali kwenye miguu yangu, napeleka damu ya Yesu. Napeleka damu ya Yesu. Napeleka damu ya Yesu kwenye miguu yangu. Mahali ilikoshikiliwa, mahali ilikofungiwa, mahali ilikowekwa kwenye madhabahu za giza, katika jina la Yesu. Maana imeandikwa, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa. Baba, katika jina la Yesu, yamkini miguu yangu iko kwenye madhabahu za ufalme wa giza, imeshikiliwa huko, imefungiwa huko ili nisifanikiwe. Na wewe umesema kila zitakapo kanyaga nyayo za miguu yangu umenipa kumiliki. Baba, katika jina la Yesu, kila nguvu za giza, uganga na uchawi ulioshikilia miguu yangu, kila mikatale na hizo kamba na pingu za kila namna, minyororo ya kila namna iliyoachiliwa na ulimwengu wa giza, wakanifunga miguu yangu nisifanikiwe, katika jina la Yesu na mwaga damu ya Yesu kwenye miguu yangu. Ninaondoa kila nguvu za giza kwenye hii miguu inachonizuia nisifanikiwe, nisisogee, nisimiliki, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza toka. Achia miguu yangu, achia miguu yangu, achia miguu yangu, achia miguu yangu
kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Silaha za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, kuangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Bwana. Baba, katika jina la Yesu, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, mahali popote miguu yangu ilikoshikiliwa, ilikofungiwa, ilikowekwa, natuma damu ya Yesu, natuma damu ya Yesu, natuma damu ya Yesu. Haya, tuma damu ya Yesu, tuma damu ya Yesu. Sema, narudisha miguu yangu, natoa miguu yangu mahali iliko kamatwa, mahali ilikowekwa, mahali ilikofichwa, mahali ilikonaswa, kwenye hizo nyavu, kwenye hayo mashimo, kwenye hayo matanzi, kwa jina la Yesu. Na mwaga damu Yesu kwenye miguu yangu. Kila magonjwa yaliyoachiliwa kwenye miguu, kila vifungo vilivyoachiliwa kwenye miguu, napeleka damu, napeleka damu, napeleka damu, napeleka damu, na kata kamba zote. Maana nasema kamba za mauti zilinizingira, tabu za kuzimu zilinipata, kwa damu ya Yesu hizo kamba nakata, 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 nakata. Miguu inaachiwa, miguu inaachiwa, miguu inaachiwa, miguu inaachiwa kwa jina la Yesu. Anasema miguu ilifungwa sanda. Haya, toa hizo sanda, toa hizo sanda, toa hizo sanda. Fanya ishara, mtu wa Mungu, toa sanda, vua, fungua hizo sanda walizofunga miguu, walizofunga miguu, walizofunga miguu. Huo ndio umiliki wako, mtu wa Mungu. Utajiri wako umefichwa hapo. Fungua sanda walizofunga miguu, fungua hizo sanda walizofunga miguu, fungua hizo sanda walizofunga miguu, fungua hizo sanda walizokufunga na ufalme wa giza, wachawi, waganga, warozi, washirikina, wenye ila, wenye wivu, wakuchukia, wasiokupenda. Mahali popote ulipopita, wakazoa nyayo zako, wakazipeleka kwenye madhabahu za giza. Sadaka zilizotolewa, wakakamata miguu, wakaachilia umateka kwenye miguu yako, wakafunguza spidi yako. Maana nasema tutapewa miguu ya kurungo. Hiyo miguu ya spidi wamekukamata, wamekamata miguu. Fungua hiyo miguu, toa hizo sanda, toa hizo sanda. Anasema miguu ilikuwa imefungwa sanda, wamekufunga usisogee, wamefungwa usifanikiwe, wameachilia mateso. Ondoa hayo magonjwa, ondoa hiyo maumivu, ondoa hiyo moto na usikia unawaka, ondoa walivyoviweka kwenye miguu yako kwa jina la Yesu. Tunawasha moto wa Bwana kwenye hiyo miguu, kwenye nyayo, mahali popote miguu ya watu iliyokamatwa, napeleka damu ya Yesu kwenye hiyo miguu, napeleka damu ya Yesu. Moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana kwenye hiyo miguu. Miguu ya watu iachiwe, miguu ya watu iachiwe, miguu ya watu iachiwe. Kibali cha Bwana kiachie, waachiliwe watu hawa waliokamatwa miguu yao, wameachiliwa vifungo kwenye miguu yao kwa jina la Yesu. Fungua miguu yako, fungua, mtu wa Mungu, usichoke. Sema hayo maneno, sema natoa sanda kwenye miguu yangu, navua hizo sanda. Anasema mfungueni, fungua hizo sanda walizofunga miguu yako, walizofunga miguu yako, hizo sanda walizokufunga, hizo sanda walizokufunga kwa damu ya Yesu Kristo, hizo sanda walizokufunga. Kanda rabasaka, rapa kota ya masa, rapa koriamanda, rapa koriamasaka, rapa koriamanda, ripo saka rabasa, rapa koriamanda. Hiyo miguu iachiwe, hiyo miguu iachiwe. Washa moto kwenye miguu yako, washa moto kwenye miguu, washa moto kwenye miguu, washa moto kwenye miguu, washa moto kwenye miguu yako, moto ukateketeze. Anasema Yakobo ni moto, Yusufu ni mwali wa moto. Kukawe moto kwenye miguu yako, kuteketeza ufalme wa giza, uchawi, uganga, ushirikina. Hiyo mipaka uliowekewa, walisema utafika hapo lakini hautapita, umewekewa beria. Bomoa sasa, bomoa hizo beria, ondoa mbele yako, ondoa vilivyoweka kwenye miguu ili kukuzuia. Rapa kota ya masaka, rapa koria manda, ribo saka rebasaya, korobo saka. Simama, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Sema, Baba, katika jina la Yesu, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, kila aina ya mipaka walioweka kwenye miguu yangu, maana imeandikwa akawekea makomeo
makomeo na milango, akasema nitafika mpaka hapa lakini sitapita kwa jina la Yesu. Kila mpaka walioniwekea ninauondoa, mpaka wa kiuchumi, mpaka wa kielimu, mpaka wa kuendoa. Toa hiyo mipaka sasa, changamka, pangua hiyo mipaka, toa kila mipaka waliokuwekea kwenye mafanikio yako. Mipaka ya kiuchumi, unapambana kila ukipata pesa zinapururuka unarudi chini, zinapururuka unarudi chini. Ni kwa sababu ya mipaka walioiweka. Wamekuwekea mazuio kwenye ulimwengu wa roho. Yeye anasema atatupa miguu ya spidi kama ya kurungu. Wamekuondolea hiyo spidi kwenye miguu, wameweka uzito. Ondoa uzito kwenye miguu yako. Mipaka waliokuwekea iondoe kwa jina la Yesu. Ondoa miguu yako, iondoe hiyo mipaka walioiweka. Ondoa hiyo mipaka waliokuwekea katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Rapa saka rabasa, rapa koria masaka. Ya miguu yangu inaachiwa, miguu yangu inaachiwa, miguu yangu inaachiwa, miguu yangu inaachiwa. Popote iliko kamatwa kwenye madhabahu za ufalme wa giza na ibada zilizofanyika, wakanasa miguu yangu, wakaitia katika mashimo, na inasua miguu yangu. Mipaka walioiweka, mistari niliyotolewa, na iondoa sasa katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Hii miguu yangu 2026 haitakosea, haitakosea, haitakosea. Itanipeleka salama katika njia zangu zote kwa damu ya Yesu. Ayasemesha miguu yako, iambie miguu yangu, sikia neno la Bwana. Na mimi ninanena na maneno yangu yatatona tona kama umande, ya kwamba 2026 ewe miguu hutakosea. Tutakwenda katika njia zetu salama, hatutakosea, 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 hatutakosea. 2026 hatutakosea sisi, tutamiliki na kuenea, hatutafanya vitu vya kubahatisha. Miguu yangu sikia, ukanibebe salama, sitakosea popote, nitakwenda katika njia sahihi. Kandarabasaka rapa koria masa, rapa koria manda, resa kataya maseke, rapa shanda. Miguu yangu haitakosea 2026. Miguu ya watoto wangu haitakosea 2026. Miguu ya mme wangu haitakosea 2026 kwa jina la Yesu Kristo. Miguu ya uzao wa tumbo la mama yangu hawatakosea, dada zangu, kaka yangu hawatakosea. Tutakwenda katika njia sawa. Baba, katika jina la Yesu, angalia watoto wako na watumishi wako hao wanaotufuatilia kwenye mitandao, Baba, na walioko mahali hapa. Miguu yao haitakosea, hawatabahatisha, hawatafanya vitu vya kubahatisha. 2026 miguu yao itawapeleka katika njia sawa. Kwa robo sakaraba rapa koria masa rima seketeraba rapa koria manda rapa saka korobo saka rapa koria manda, kwa jina la Yesu. Karaba sekeribosa rapa koria masaya rapa koria masaka. Sema Baba, katika jina la Yesu ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye miguu yangu, maana imeandikwa, karibia vitu vyote katika Torati usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Na mwaga damu ya Yesu, na ondoa chochote kilichoachiliwa kwenye miguu yangu katika jina la Yesu. Ninakataa, miguu yangu haitasogezwa 2026. Miguu yangu haitasogezwa, maana miguu yangu itasimamishwa panapo nafasi. Miguu yangu itasimamishwa panapo nafasi, na Bwana Yesu atanipa spidi kama ya kurungu katika miguu yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya, kataa ya kwamba miguu yangu haitasogezwa 2026. Nitasimama panapo nafasi, mahali ambapo mbingu zimenikusudia ndipo nitakaposimama. Sitasogezwa ofisini, sitasogezwa kwenye biashara, sitasogezwa kwenye ndoa, sitasogezwa kwenye utumishi. Nitasimama panapo nafasi, nitasimama panapo nafasi. 2026 ninasimama panapo nafasi. Miguu ya watoto wangu
haitasogezwa, 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 haitasogezwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Chochote kilichoachiliwa ili kwamba tusogee, ili kwamba tukosee, tunakiondoa, tunakiondoa. Na miguu yetu inatakaswa, inasafishwa. Tunakata vifungo vyote, minyororo, pingu, mikatare, sanda, vinachomwa moto kwa damu ya Yesu. Na miguu yetu haitasogezwa kwa jina la Yesu. Yes, Lord. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Sema Baba, katika jina la Yesu, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, naitoa miguu yangu, kila aina ya nyavu iliyowekwa mbele yangu ili kunasa miguu yangu. Naitoa miguu yangu kwenye nyavu za madeni, naitoa miguu yangu kwenye nyavu za umaskini, naitoa miguu yangu kwenye nyavu za magonjwa, naitoa miguu yangu kwenye nyavu za ukataliwa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naitoa miguu yangu kwenye nyavu za hasara. Haya, jitoe kwenye nyavu, jitoe, jitoe kwenye nyavu mahali wanakotaka unaswe. Kwenye madeni jitoe, kwenye madeni jitoe, kwenye magonjwa jitoe, kwenye umaskini jitoe, kwenye mipaka jitoe, kwenye ukataliwa jitoe. Najitoa kwenye kila nyavu ambazo zimeachiliwa ili kuninasa. Najitoa kwenye hizo nyavu, najitoa kwenye hizo nyavu, najitoa kwenye hizo nyavu. Na watoa watoto wangu kwenye kila aina ya nyavu zilizotegwa mbele yetu ili kwamba kutunasa. Tunatoa miguu yetu katika nyavu, tunatoa miguu yetu katika nyavu katika jina la Yesu. Rapa sakarabasa, rapa koria. Anasema tapeleka malaika mbele yetu watulinde njiani. Je, tukajikwaa miguu yetu katika jiwe, hatutajikwaa katika njia sawa. Na hizo nyavu hazitatunasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Korobo saka, rapa koria masa, rapa koria masaka, rapa koria masaka. Andarabakoria. Nyavu inaweza ikawa ni madeni, jitoe kwenye nyavu za madeni. Nyavu inakuwa ni hasara, jitoe kwenye hizo nyavu za hasara. Natoa miguu yangu kwenye hizo nyavu, natoa miguu yangu kwenye nyavu, natoa miguu yangu oria maseke tarabasa kwenye hizo nyavu za hasara, kwenye nyavu za madeni, kwenye nyavu za magonjwa, kwenye nyavu za umaskini. Najitoa, natoa miguu yangu kwenye hizo nyavu. Sivuki na chochote, na jinasua huko, navuka salama 2026 naenea na kumiliki. Maana amesema kitakapo kanyaga nyayo za miguu yangu, Bwana amenipa kumiliki. Ndivyo nakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninakanyaga 2026 ninamiliki, maana Bwana amenipa. Haya, jimelikishe wewe, nenda kwenye ulimwengu wa roho. Amesema kila kitakapo kanyaga, nenda rohoni, kanyaga wewe, kanyaga kwenye huo mradi unaoutaka, kanyaga kwenye hiyo biashara, kanyaga kwenye hiyo ndoa, kanyaga rapakotaka rapasekerebosa. Tunakwenda kwa imani, tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, tunakanyaga 2026, tunaenea na kumiliki pande zote. Ropo sakarabasa. Hakuna nyavu zitakazo tunasa, hakuna nyavu zitakazo tushikilia katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako kwa njia ya damu ya Yesu. Ninakataa, sitarudishwa nyuma. Ninakataa, sitarudi nyuma kwa jina la Yesu. Roho ya kurudishwa nyuma iliyoachiliwa kwenye miguu yangu, kila ninavyovifanya vinaharibika, baada ya kusonga mbele ninarudi nyuma. Ninakataa kwa jina la Yesu. Ewe roho ya kurudishwa nyuma, toka niachie, toka niachie, toka niachie. Achia miguu yangu kwa jina la Yesu. Haya, kataa, 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 kataa roho ya kurudi nyuma. Mwambie nasonga mbele 2026, ninakwenda mbele, ninasonga mbele. Na kataa roho ya kurudishwa nyuma, maana aliwaambia Israeli waendelee mbele, waendelee mbele. Tunaendelea mbele kwenye hiyo miradi, kwenye hiyo biashara, kwenye hizo huduma, kwenye hiyo mitaji. Tunaenda mbele, tunakataa kurudi nyuma na chochote kilichowekwa ili kuturudisha nyuma. Tunapangua kwa moto, tunapangua kwa moto, tunapangua kwa moto, tunapangua kwenye ulimwengu wa roho. Vyote vilivyoachiliwa ili turudi nyuma, tunavipangua, tunavipangua, tunavipangua katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ndio Bwana, ndio Bwana. Asante Yesu.
Sante Roho Mtakatifu, maana tutarudi nyuma. Tunakataa kurudishwa nyuma katika jina la Yesu. Tunakataa kurudishwa nyuma katika jina la Yesu. Tunakataa kurudishwa nyuma kwa damu ya Yesu. Tunakataa kurudishwa nyuma. Tunakwenda mbele katika jina la Yesu. Tulivyovianzisha vitarudi nyuma, vitasonga mbele, vitasonga mbele, vitasonga mbele, vitasonga mbele katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, naondoa roho ya mauti na uharibifu kwenye miguu yangu kwa jina la Yesu. Kila mauti iliyoachiliwa na uharibifu kwenye miguu yangu kwa njia ya damu ya Yesu, ninaondoa hiyo mauti kwa jina la Yesu. Maana Yesu ulidhihirishwa ili kuzivunja kazi zote za ibilisi. Nami nakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninavunja kila kazi ya ibilisi kwenye miguu yangu. Hiyo mauti, toka niachie, toka niachie, toka niachie. Roho ya uharibifu, toka niachie, toka niachie. Achia hatua zangu, achia miguu yangu, achia hatima yangu, achia miradi yangu. Ewe mauti, maana kwa kusudi hili Kristo alidhihirishwa akuvunje na nguvu zako, akuvunje na nguvu zako. Yesu alimuharibu yule mwenye nguvu ya mauti, yani ibilisi, shetani. Haya, haribu, haribu hiyo mauti, haribu, haribu hiyo mauti, haribu. Nini kinaharibu kazi zako? Nini kinakufanya usogee? Nini kinakufanya ukue? Nini kinakufanya ni huo uharibifu? Pangua, haribu kazi zao, haribu agenda zao, haribu mashauri yao, haribu mikataba yao, haribu njama zao, haribu chochote kilichopangwa kwenye ulimwengu wa roho kwa habari ya hatima, kwa habari ya miguu. 2026 hatutarudi nyuma. Mauti haina nafasi kwenye kazi zetu, kwenye marango yetu, kwenye fikra zetu, kwenye biashara, kwenye nyumba zetu. Hiyo mauti inaharibiwa, hiyo mauti inaharibiwa. Maana Yesu alimuharibu yule mwenye nguvu ya mauti, yani ibilisi, shetani. Anaharibiwa sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pigie Yesu makofi mengi. Haleluya. Ongeza tena vigeregere vya sifa kwa Bwana. Ongeza tena, hivyo havijatosha bado. Maana unaenda mbele, hautarudishwa nyuma katika jina la Yesu. Hakuna nyavu itakayo kunasa kwa damu ya Yesu. Hakuna mtego utakao kunasa kwa jina la Yesu. Hakuna shimo litakalo kubaliana na wewe katika jina la Yesu. Hakuna mauti wala uharibifu itakao kaa juu yako. Maana nasema fimbo ya mdhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Hakuna kitakacho kaa kwako cha kukuzuia kwenda mbele. Rapa saka rabasa. Hatua zetu hazitasogezwa. Bwana akupe miguu ya spidi. Bwana akuongezee spidi. Bwana aongeze hatua zako. Bwana akusimamishe mahali palipo nafasi. Hautasogezwa wala kuondoshwa. Daudi anasema sitaondoshwa katika jina la Yesu. Tumemtumainia Bwana, wala hatutaondoshwa, hatutaondoshwa. Miguu yetu haitasogezwa. Tunamiliki 2026. Tunakujia kwa jina la Bwana. Tunakumiliki 2026. Tangu mawio yako hata machweo, tunaenea pande zote. Hakuna atakayetuondoa, wala hakuna atakayesimama mbele yetu. Miguu yetu itapewa spidi kama ya kurungo. Kandalabo sakarabasa. Haleluya. 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 Shika sadaka yako. Shika sadaka yako. Kitoka hapo, chochea tena. Ombea miguu yako kama unaongea na mtu. Semesha miguu yako kama unasemesha mtu. Amen. Semesha miguu yako kwa nguvu. Ombea miguu yako kisawasawa. Iambie nini unataka miguu yako. Haitakwenda mahali ambapo sio sahihi katika jina la Yesu. Hatutanaswa kwenye mitego yao kwa damu ya Yesu. Haleluya. Shika sadaka yako, mshukuru Mungu na umwambie Mungu, asante kwa sababu utanipa spidi, wala miguu yangu haitafungwa sanda, wala mauti haitakaa juu yangu. Omba Mungu, simama tu, omba Mungu, usichoke haraka namna hiyo. Omba Mungu, wala hapa hatujaomba. Tulikuwa tunapasha tu, tunapeana starter. Nimesema ni mtaji ambao uende nao 2026, usukume kisawasawa. Haleluya. Wewe ukasema tuliomba mpaka mtumishi akatokwa jasho. Omba.
Inua sadaka yako mbele za Bwana. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya sadaka iliyokuu ya damu ya Yesu. Ninajua kuna sadaka nyingi kwenye ufalme wa giza zilizotolewa kwa jina langu ili kunifunga nisisogee wala nisifanikiwe. Nami nakuja kwako jioni ya leo kwa moyo wa shukrani, wewe uliyekubali kuwa sadaka yangu ya fidia kwa damu ya Yesu, na kuomba Bwana ukanitenge na kila sadaka zilizotolewa kinyume na mimi. Nami najiunganisha kwa njia ya sadaka hii mbele zako Bwana, nikiwa na damu yako ikaninenee mema kinyume cha sadaka zote zilizotolewa kwenye madhabahu za giza, katika jina la Yesu. Baba, naomba ukanikubali, ukakubali na sadaka yangu, maana imeandikwa, hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wake utakapokuwa. Baba, uwe pamoja nami, usiniache Bwana, nipe neema tena ya kufika siku ya kesho, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Amen. Tumkaribishe mratibu wetu na watu wa YouTube. Mungu